cha kukutana tena siku ya leo. Wageni wote mliofika, niseme karibuni tena. Karibuni sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Jambo moja tu niseme na wewe kwamba Mungu mtumikia ni Mungu mwaminifu. Hata kuacha uondoke kama ulivyoingia. Sisi naongea na mtu mmoja au tufunge tu ibada kwa sababu watu wanaona tayari washafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Mungu uliyemjilia leo hata kuacha uondoke kama ulivyoingia. Kama ulikuja ni mgonjwa, Mungu atakuponya. Kama ulikuja una shida, basi utakaporudi nyumbani utaondoka na ushuhuda. Uzuri wa sisi au madhabahu hii hatufanyi sisi, anafanya Mungu. Mwanadamu ana kikomo cha kufanya, ila Mungu hana kikomo. Mungu hajawahi kuzuiliwa na mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajawahi kuzuiliwa na nini? Na mazingira. Hebu sema, Yesu nisaidie siku ya leo nitoke na majibu yangu. Andika kichwa cha somo kinachosema spiritual garage. Kwa Kiswahili andika karakana ya kiroho. Sasa Kiswahili mimi sikipendi. Wangapi wanafahamu garage? Wangapi wanasikiaga garage hapa? Kila mtu anaifahamu garage. Lakini Waswahili mnaongoza kwa kutamka maneno ya Kiingereza. Mnajua, je, unajua garage ni Kiingereza na garage na Kiswahili chake? Unajua mambo mengi tunayoyazungumzaga huko mitaani, mambo mengine hamjui Kiswahili chake, mnayazungumza tu juu juu. Basi Kiswahili cha garage kinaitwa karakana. Kwa hiyo nikisema spiritual garage ninamaanisha karakana ya kiroho au garage ya kiroho, ili uniweze kueleweka. Kwa hiyo wewe unayeandika unaweza kaandika garage ya nini? Ya kiroho. Kila mtu aliyepo hapa anaelewa kuhusu garage. Bwana Yesu asifiwe. Garage ni mahali ambapo magari huwa yanafanyaje? Yanahifadhiwa. Sasa wengi tumezoea kwamba garage ni mahali ambapo yanahifadhiwa magari mabovu, yanatengenezwa, si ndio hivyo? Likipona linatolewa garage, ndo wanampatia mtumiaji. Lakini mimi nataka nikwambie garage ilikuja ikaharibiwa. Maana kubwa ya garage ilikuwa inamaanisha ni mahali panapohifadhiwa magari. Yaani hata nyumbani kwako unaweza ukatengeneza garage. Sehemu ambapo unalilaza gari au unapohifadhi gari inaitwa nini? Garage. Lakini sasa baada ya dunia kwenda na mataifa kugawanyika, kuna Kiingereza cha UK, Kiingereza cha wapi, USA, kukawa na maana tofauti. Kwa maana nyingine ya garage ni mahali ambapo vyombo vya moto, sio gari tu, hata pikipiki, ni vyombo vya moto vinaenda kuhifadhiwa na kufanyiwa nini? Marekebisho. Ndio maana ukisikia mtu anasema gari yangu imekufa engine, gari yangu imeharibika taa, gari yangu imeharibika kifaa fulani, jambo la kwanza atakalolifanya ni kulichukua hilo gari alisukume kulipeleka wapi? Garage. Na lengo la kupeleka gari garage ni kwa ajili ya nini? Kuifanyia service. Hebu sema service. Kumbe kila kinachopelekwa garage ni kwa lengo la kufanyiwa service, ili kiweze kutengamaa tena. Unaweza kununua gari kala jipya, unaweza kununua pikipiki ikawa mpya, ukaitumia siku 2-3, alafu baada ya kuitumia tu ukashangaa kuna kifaa kimeharibika. Kwa hiyo inabidi upelekee mafundi wako garage. Kwa hiyo gari inaweza isipone kwa sababu labda wewe unaijua, lakini kuna watu maalum ambao wamewekwa sehemu maalum kwa ajili ya kutengeneza vitu vilivyoharibika ambavyo vimepata hitilafu. Basi Mungu ametupa ufunuo akasema mahali hapa leo patakuwa garage katika jina la Yesu. Mahali hapa leo patakuwa garage ya kiroho. Hiyo ni garage ya kimwili. Kimwili ni kwamba wanapelekwa magari, yanapelekwa pikipiki, vinapelekwa vitu kwa ajili ya kutengenezwa. Lakini hata kiroho
wewe umekuja gereji kwa ajili ya kutengenezwa kitu chako, na ndio maana kwenye gereji chochote kilichoharibika huwa kinatengenezwa, iwe injini, kiwe kifaa chochote, gereji kinafungwa upya. Yoyote uliyekuja, sijui uoni, usikii, utembei, au fanyi chochote, Mungu anaenda kurekebisha hiyo gereji katika jina Yesu. Haleluya! Kwa hiyo na wewe una gereji, na wewe pia ni gari inayoishi, ni gari inayoishi. Let me tell you, masuala ya kutengeneza gari haya, sijui wametengeneza mapikipiki haya, mambo mwanadamu alikopi kwa mfumo wa Mungu. Mwanadamu alivyoundwa ndio sawa na magari yalivyoundwa. Gari ina injini, gari ina steering, gari ina matairi, ndio mwanadamu. Injini ya mwanadamu ni nini? Ni roho. Matairi ya mwanadamu ni nini? Miguu. Taa za gari ni nini? Ni macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vyote vilivyotengenezwa hapa duniani vimetengenezwa kwa mfumo wa kumwangalia nani? Mwanadamu anavyooperate. Hata ndege zinazoona zinapaa angani hazijatengenezwa from nowhere. Zimetengenezwa kutoka kwenye idea ya kuangalia viumbe hai. Wangapi wamesoma mpaka sekondari? Wangapi wamesoma kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Isaac Newton? Kuna mambo tumesoma kwenye physics, sijui kwa nini nikichukua jiwe nikilirusha lile jiwe linarudi tena chini, lakini hapa ninavorusha jiwe linarudi chini. Kuna anga fulani ukienda hapo angani, ukilirusha hilo jiwe halirudi tena. Kuna anga ambalo ukienda hapo angani, ukirusha jiwe halirudi tena wapi? Chini. Linaenda wapi? Juu. Linaenda juu, sio kwamba linaenda kutua mahali. Linaenda afu litakuwa linaelea. Kuna vitu vinaitwa gravity. Nadhani hapa tuna watu wa physics wanaelewa vizuri. Ailini ni mtaalamu wa physics, anaelewa vizuri. Kwa nini sio sana? Kuna vitu vinaitwa gravity. Gravity ni nini? Ndio mvutano. Ni nini? Tusaidie. Mambo ya gravity force. Gravitation force ndio mavitu gani? Acceleration. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hivi unajua hii dunia ambapo wewe umekaa hivi, nyie mnaona kwamba mnatembea mmenyoka, na unaona kabisa unatembea kwamba kuna tambalale, lakini kwenye ukiangalia ramani ya dunia ilivyokaa ni kama imekaa hivi. Yaani dunia inapokuwa inazungushwa au inavyofanyaje, unakuja kukuta ni kwamba ni kama kitu ambacho ni mduara. Kwa hiyo kuna wakati sisi tunakaa hivi, lakini sisi hatuoni, ila unaona umenyoka. Ndio maana kila mmoja hapa nikikwambia anga liko wapi, unaniambia liko hivi. Aliyeko Marekani naye ataliona anga hivi, lakini unashangaa Marekani anga liko hivi, mwingine anga liko hivi, kama vile ambavyo wewe uko huku unajua limezama huku, wengine wanaona hivi. Kila mtu sehemu yake kuna namna Mungu ameseti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa rohoni kuna gereji pia. Nilikuwa namuuliza Mungu leo, namwambia sasa Mungu, nikaseme nini kwa bali ya ibada ya siku ya leo? Nimeingia tu chumbani, Mungu akawa ananisemesha, ananiambia kawaambie kwa bali ya gereji. Ibada ya leo itakuwa gereji ya kutengeneza vilivyoharibika. Kwa hiyo kama ulikuja hapa unaumwa, nina uhakika umepona. Kama ulikuja hapa kuna changamoto fulani, nina uhakika hiyo changamoto imeisha. Kama ulikuja hapa kuna kitu ulikuwa umepokonywa, baada ya ibada utarudishiwa. Hiyo ndiyo kazi ya gereji. Gereji kazi yake ni kutengeneza kilichoharibika. Nani alikwambia gari ambayo imetengamaa inapelekwa gereji? Unaweza kupeleka gari iliyotengamaa gereji ukaichukuliwe hela. Kwa hiyo chochote kinachopelekwa gereji manake kuna tatizo, si ndio hivyo? Tunaelewana kwamba chochote kinachoenda gereji basi kuna tatizo. Basi na wewe uliyekuja gereji basi kulikuwa tatizo pia. Na hilo tatizo Mungu anashughulika nayo leo katika jina la Yesu. Yesu anasema hautaondoka nalo katika jina la Yesu. Ulikuja na tatizo sijui kwenye ndoa, sijui tatizo sijui ya uolewi, sijui vitu gani, Mungu anashughulika nalo kwa sababu yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna jambo gumu la kumshinda Bwana. Kila jambo linawezekana kwake yeye aminie.
Nataka na wewe siku ya leo ukaamini juu ya huyu Yesu. Nataka na wewe siku ya leo umwamini huyu Yesu ya kwamba kuna jambo atakutendea. Let me tell you, ninachokihitaji kwako ni imani tu. Sihitaji jambo lingine. Wala sihitaji sijui kuimba kwako sijui nini. Ninachohitaji ni imani yako. Iseti imani yako vizuri. Maandiko yanasema andalio la moyo ni la mwanadamu, majibu ya ulimi yanatoka kwa Bwana. Kwa hiyo cha msingi wewe uandae tu moyo wako. Ukiandaa moyo wako, ninapokuwa nafundisha ndivyo wewe unavyokuwa huru. Ninapokuwa nafundishwa, kama ulikuja kuna kitu kimejificha, basi Mungu atakifichua hicho kitu. Na naomba nikwambie kitu. Mungu anaweza akafichua kitu hapa, akaniambia labda kuna mtu yuko hivi na hivi na hivi. Kukaa kwako kimya au kuficha hilo jambo, usifikirie unanikomesha mimi, unajikomesha wewe. Kwa sababu nikisema hilo jambo afu ukajifanya unavumilia nalo, bado utaendelea kuteseka nalo, litaendelea kukusumbua. Mungu akikupoint, ni vyema sana ukajitokeza mapema kwa ajili ya kusaidika. Hapa ni gereji, hatuoni aibu. Hapa ni gereji, hatuoni haya. Ndio maana gari likipelekwa gereji linaweza likafumuliwa vyovyote wanavyotaka mafundi. Likaondolewa matairi, likawekwa vya nje nje, vya ndani nje, vya nje ndani. Linaweza likafika likafumuliwa likalazwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha msingi ni nini? Ni garage. Ila sio kanisani. Mimi hapo ukijilaza vibaya na kuchapa fimbo. Halo? Garage. Kwa hiyo tulikuwa na garage tu ya dakika chache ambayo tumeifanya. Hiyo ilikuwa utangulizi. Kwa tunaenda kuingia sasa kwenye garage yenyewe. Marekebisho yenyewe. Kwa hiyo usifikirie hapa labda hiyo ilikuwa ni utangulizi. Mungu alikuwa anakuonjesha uone jinsi vifaa ambavyo vimeharibika. Na yeye mwenyewe nadhani kweli siko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua unaweza kuwa unatembea huko mtaani. Mungu hapa na neema ya kuwafungua macho ya kiroho muone vinavyoendelea kwa watu. Unajua mimi nikiwatazamaga watu hivi wanavyojidai, alafu mtu hana Yesu, anavyosema, anavyoongea. Yaani kuna siku moja Mungu aliwahi kunifungua macho, yaani nilikuwa naona watu hivi, unaona wanavyovitembea navyo. Kuna mtu anatembea barabarani hivi, pepo limekaa juu yake, limeshikilia kichwa. Yaani ukimkuta unakuta analalamika, yaani mimi kichwa hakiponagi, sijui na nini na nini. Kumbe pepo muda wote liko na yeye kichwani. Mwingine wamekamata miguu, mwingine nini, yameshika kabisa minyololo. Mungu akupe neema ya kuona vinavyo. Nadhani kuna mtu kipewa neema ya kuona vinavyoendelea, hautokaa uweze kubipu mambo ya Mungu. Ndio maana mimi kwenye issue za Mungu siwezi kuleta joke, siwezi kuleta utani. Watu wa Mungu, mambo ya Mungu ni halisi na shetani ni halisi. Aliyekudanganya shetani hana kitu, alikudanganya. Shetani ni halisi. Usipokaa vizuri, hata kama ni mchungaji, shetani anakupiga. Usipokaa vizuri, hata kama ni mama mchungaji, shetani anakupiga. Shetani angalii cheo, shetani angalii ni mfanyabiashara, shetani angalii ni mwana praise, shetani angalii ni askofu, shetani angalii ni nani. Ukikaa vibaya, shetani anakupiga. Sasa cha kwanza kabisa nataka uamini, nataka tukubaliane wote kwamba tuliokuja hapa hatuko sawa. Anayekubali kwamba siko sawa anyoshe mkono ili ukawekwe sawa. Na anayesema kwamba mimi nimekuja tu kwa sababu nimekuja kumwabudu Mungu, kila kitu kiko sawa, nyosha pia ili tukuombe utupishe, tuanze marekebisho na matengenezo kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, hii dunia ina vitu vya ajabu. Siku moja nitamsihi Mungu akufungue macho, alafu uende Kariakoo hata saa 7 mchana au mida ya jioni saa 9, uone vilivyopo Kariakoo. Yaani uone hivi, nina uhakika watakufunga kamba, waseme huyu dada amekuwa kichaa. Vitu utakavyoviona hautovumilia, utaanza kupiga kelele. Vitu utakavyoviona kwenye maduka ya watu hautovumilia, utaanza kupiga kelele. Hivi hujawahi kujua kwa nini Mungu wengi hataki wafungua macho? Mnafikiri Mungu anapenda? Mungu hawezi kutembea na mtu muoga. Mungu atembei na mtu ambaye hajiamini. Chanzo wengi kutokufunguliwa macho ni kwa sababu ya uoga. Kuna vitu Mungu akikuonyesha utaogopa. Ndio maana amenyamua kunyamaza. Halo? Nazungumza na mtu hapa. Siku utakapoacha uoga,
ndipo Mungu kuna vitu atavifanya kwako. Kuna watu hapa mnafahamu kwamba kuna watu wanaendaga kwa waganga wa kienyeji, wanachanja, wanaanza kuona vitu. Hata jini likija nyumbani kwake anafanyeje? Analiona. Kaulize wale watu wao wako sawa. Kuna watu wanapigaga kelele kama vichaa, shangazi amenitokea. Kutana kijana mmoja anapiga kelele, anadai watu waliokufa zamani wanamtokea, anawaona hivi. Kwa nini anawaona? Amechanjwa, amefunguliwa nini? Macho. Ukifunguliwa macho ukamuona anayekutesa ni mama yako mzazi, Mungu anaangalia moyo wako. Je, utaonyesha ubabe juu ya mama au ndo utajua jinsi ya kumsaidia? Mungu akishaona kwamba bado una utoto mwingi, kwamba akilifungua macho nikamuona nitakachomfanya, maneno nitakayompa, basi utakuwa kipofu milele. Lengo la Mungu kumfungua mtu macho sio hawe mnafiki, sio hawe mbea, sio hawe kilopolopo. Sio kila kitu Mungu anachokuonyesha ni cha kusema. Sio kila kitu Mungu anachokuonyesha ni cha kusimulia mtu. Vingine anakuonyesha ili ubaki nacho, ajue jinsi ya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza na mtu Kwa hiyo Mungu atakufungua macho kama utakuwa msiri, cha kwanza. Cha pili, kama utakuwa na moyo wa ujasiri. Wangapi wanatamani Mungu awaonyeshe watu wanaowatesa? Naweza nikafanya kitu cha ajabu hapa, utashangaa. Naweza nikakuombea hapa sasa hivi, nikakuamuru upate usingizi wa ghafla, ulale hapa ndani ya dakika 3, alafu uone kinachoendelea. Nataka nitoe mfano kwa mtu mmoja. Alale ghafla, sio ulale kwa kusema eti lala. Yani hautojua umelalaje, alafu utaona kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa je, utavumilia utakachokiona? Shusha mikono yako kwanza. Tunafanya hilo. Nataka nitoe mfano kwa mtu mmoja. Yesu, mnafikiria mambo ya Mungu ni utani? Vitu vya Mungu ni halisi. Wachawi wanaweza wakakupiga roho ya usingizi. Kila ukiamka, bosi amekwambia unafika kazini saa 1, unaamka saa 2 kila siku, unafukuzwa kazi. Sasa kama wachawi wanaweza wakakupiga roho ya usingizi, hata mimi mtumishi naweza nikakupuliza roho ya usingizi, ukalala sasa hivi hapa, alafu kitakachotokea hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote kinawezekana. Tatizo lenu nyie mmeambiwaga kwamba eti wachawi. Nyie subirini, mtakuja kuona maajabu ya ajabu sana. Mimi nishasemaga kama kuna mtumishi atakuja kufanya vitu vya ajabu ambavyo vijawahi kuonekana, ambapo basi wengine hawakuvifanya wakamaliza, basi Tanzania inaningoja mimi. Mimi wataniita tu mchawi, watu wa Mungu. Mimi wataniita tu mchawi, najua watasema hivyo, kwa sababu naelewa watu wengi wameweka imani kwa wachawi kwamba ndo wanaweza kufanya vile vitu. Hivi unajua Mungu anaweza kukufanya ukapotea. Kwa hiyo mmeambukizwa uongo kwamba mchawi ndo ana uwezo wa kufutika akaondoka. Inakuwaje kama mimi hapa nilipo nikaondoka? Mtaanza kusema huyu mtumishi atakuwa Freemason huyu. Wakati hivyo vitu hawa watu wamekopi wapi? Kwa Mungu. Hakuna kitu mchawi anafanya ni kitu kipya. Nani alishawahi kuwa mchawi hapa? Nani alishawahi kutumika na wachawi? Yaani wako pamoja wanafanya nini? Ushawahi kutumika nao? Ushawahi kushuhudia wanavyopotea? Ushawahi kushuhudia wanavyopotea? Sasa unaona, alishawahi kushuhudia wanavyopotea. Kati ya mchawi na mtumishi wa Mungu yupi ni mkubwa? Sasa kwa nini mnakuwa waoga? Eti unavamiwa na majambazi nyumbani kwako unaanza kupiga kelele. Mimi namwambiaga Mungu, au watu mbona mimi hawaji? Watakachofanywa ni cha ajabu. Kila uliookoka, naomba nikwambie kitu kimoja. Kila uliookoka una nguvu ambayo sio ya kawaida ndani yako. Na kuanzia leo nataka uanze kuitumia hiyo nguvu iliyopo ndani yako. Kuamrisha vitu ambavyo hata uelewi vitatokeaje, kuamrisha mazingira ambayo hata uelewi yatafanyeje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku nakumbuka tulikuwa na watoto sijui nani na nani wakawa wanatupigia kelele ibadani. Eti mnakaa mnashangaa kwamba eti mimi kumwambia Mungu
ninaamuru roho ya usingizi wavae watoto walale, wakalala ghafla hapo hapo mpaka ibada imeisha, mpaka waamki wengine. Ni kitu cha kawaida. Kama mchawi anaweza akakupuliza ukalala, kwa nini wewe usimpulizie mtoto hivi alale? Mmekazana, unampa mtoto dawa, nisumbua usiku. Mimi mtoto akinisumbua usiku nampiga pawa, nampiga dozi ya usingizi, sio nampa maziwa. Tatizo wengi wanawake mmekalili, mtoto akinisumbua nimnyonyeshe sana. Kuna muda mwingine watoto wanasumbua tu, ni namna tu ambavyo nani. Halo, unajifunza kitu hapa? Jifunze kuwapiga usingizi maadui zako. Hebu sema, ninawapiga usingizi adui zangu. Sema, wakija kuniloga walale usingizi nyumbani, niwakute wamepigwa usingizi fofofo. Yes, inawezekana pia. Juzi mimi nishaamuru kwenye hii nyumba, mimi hii nyumba haionekani. Kwa ukija kuniloga au kufanya nini haupaoni. Kwa ukija unaiona ile, lakini kila unapokuja haufiki. Mimi hiyo nimeitoa kwetu Sumbawanga huko. Ukienda kuiba kwenye shamba la mtu, ukichukua mzigo wako ukaweka kichwani wa mahindi ulioiba, utazunguka, unajua kabisa nyumbani kwangu ni pale. Yaani utazunguka mji mzima, siku nzima haufiki nyumbani kwako. Kwa ukiiba mzigo asubuhi, utakuja kufika kuutua jioni saa 12, na mahali ulipoenda kuutua ni kwa mwenye shamba. Kwa hiyo ni kwamba ulikuwa umeenda kumvunia, unampelekea kwamba nimekuletea mahindi haya hapa. Na hao wanaofanya hivyo ni wachawi. Kwa nini wewe wakuibie kirahisi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kule kwetu kuna wizi ule, wanaiba ng'ombe. Watu, kuna kipindi fulani watu wanaibiwa ng'ombe, wanafanyeje? Kwa hiyo unakuta watu wameziwekea ng'ombe zao dawa. Ukitaka kwenda kuiba zizi la ng'ombe, unakuta mto umejaa maji. Ukiona hivi unakuta ni bahari kabisa imejaa maji, hamuoni zizi. Kwa nini wewe unashindwa kuigeuza nyumba yako? Hivi inakuwaje mchawi anapata ujasiri wa kuingia nyumbani mwako? Tena wengine mmelala kabisa, eti umeshika na Biblia, Yesu unanilinda, wanafika mdomoni wanakufanyia na hivi. Hawaogopi chochote. Watu wana siri hapa. Kuna watu wana siri hapa. Mimi sitaki tu kukumbua. Kuna watu mpaka wachawi wamelala nao hapa. Alikutongoza, ukamkataa, akasema hamna shida. Akaja usiku, akafanya anachojisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka uanze kuwa jitu la mamlaka katika jina la Yesu. Kwenye nyumba yako asiingie mtu kizembezembe hivyo. Kwenye chumba chako asiingie mchawi kizembezembe hivyo. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema nageuza nyumbani kwangu. Sema nageuza nyumba yangu. Sema nageuza chumba ninachoishi. Ninapageuza mahali pale. Yoyote akija kwa ubaya asipaone. Yoyote akija kuiba asipaone. Sio tu kuiba kiroho, hata mwizi. Mimi nishasema mwizi yoyote akija kunibia hapa nyumbani, akija kuingia ndani anaanguka, tunamkuta. Kwa nini na ujasiri huo? Babu yangu mimi wa kiroho walienda majambazi wakabomoa geti. Kipindi hicho sasa alikuwa anaita misukule. Ngoja ndiko tunaelekea huko. Mbona tutashtakiwa sana? Sasa hizi hatushtakiwi. Babu alikuwa anaita misukule. Wanaenda kufanya mkutano mahali, wanaita misukule. Wangapi mnamfahamu Gwajima? Wangapi mnamfahamu? Sasa sisi ndio ukoo wake, ndio kazi zetu hizo. Vile ambavyo vimechukuliwa, vimeuliwa, waliohifadhiwa kwenye magurudumu, waliochukuliwa kwa hifadhiwa kwenye machoo, wale ndo tunapenda sasa. Wale watu tunawaita makabulini, tunawaita. Unashangaa mtu uko naye hapa Dar es Salaam, anatoka Shinyanga, kumbe alikuwa anaishi Shinyanga. Nyewe mnadhani mnaishi na mtu huku, kumbe mtu yuko Shinyanga anauza duka la mtu. Kumbe mtu yuko Iringa anauza duka la mtu. Sasa katika kufanya vile alivyoita misukule, kuna misukule ya watu fulani maarufu, ni viongozi, wakasema huyu mtu atatumbua. Wakatuma kundi la majambazi waende kumuua. Wamefika, wametuma kundi la majambazi. Ndio maana mimi nawaambia tu kweli, watu wa Mungu, ukiwa na Mungu hauna haja yao mabodyguard. Ni mbwembwe za kijinga ambazo watumishi wanazifanya wengine. Siji kujaza mabodyguard eti unaonekana unalindwa, ni upuuzi tu. Adui akitaka kukuua hakuna anachoshindwa. Malaisi wangapi waliokuwa na mabodyguard na wakauliwa vizuri tu? Unajiuliza bodyguard alikuwa wapi?
unahitaji ulinzi wa Mungu peke yake ndio unaokutosha. Unahitaji ulinzi wa Mungu peke yake ndio unaokutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Majambazi wameenda wamevunja geti, wanaingia getini. Sasa hiyo siku babu alikuwa ametembelewa na mchungaji fulani kutoka mahali fulani na ni mgeni. Yaani wewe umeenda kutembelea nyumba ya watu na ni mgeni, afu siku hiyo hiyo majambazi wanakuja. Kwa hiyo ule mgeni, chumba cha mgeni ndio cha kwanza. Yaani ile nyumba ilivyogawanyika, kwa chumba cha mgeni walichomlaza mgeni ndiko kule majambazi wanapitia ndio waje hivi. Kwa mgeni akaanza kupiga kelele, "Chungaji, majambazi huku." Sasa yeye alikuwa hajasikia. Sasa wakati amelala akasikia kuna mtu anampiga mkononi. Akampiga mkononi, akaamka. Nani ananipiga? Akasikia tu sauti inamuongoza, "Inuka kitandani ulipo. Vaa bukta. Va t-shirt. Nenda kasimame mlangoni." Yaani nenda mlangoni sebleni, kasimame tu mlangoni hivi. Yeye ndo alisikia sauti hivyo. Aliposikia hiyo sauti, akainuka akafanya hivyo. Kumbe aliyeenda kumwamsha ni nani? Ni malaika. Wengi hapa si mnamshwaga na malaika muombe usiku na unazima na alarm. Umetega alarm mwenyewe unasikia inalia, inanikwaza. Yaani kama bado unasikiaga kelo ukisikia alarm inalia, wewe hujakuwa kiroho. Manake roho yako bado ni dhaifu mno. Alarm inakukwaza. Lakini Mungu ukifanya naye mwendelezo sana, kuna wakati ya uhitaji alarm, anakuamsha mwenyewe. Si unanielewa? Ukishaweka makubaliano na Mungu, nataka nione amka saa ngapi kuomba. Ikifika ule muda, malaika anakuja anakupiga kofi. Atakuamsha vyovyote. Mimi hata niyo nimechoka, kuna wakati muda mwingine, kwa mfano juzi ile nimechoka, mwili umekataa. Kumbe amenipigia simu mara 2. Imefika muda wa maombi, amenipigia simu mara 2 saa 8. Sijapokea. Nimeamshwa kwa namna ambayo sikuwa naelewa. Yaani nimeamshwa nimelala. Malaika ameniamsha. Simu nilikuwa nimeweka mbali. Sijui alichukua simu akaleta, sijui nilienda kuichukua, mimi sielewi. Nikaingia kwenye grupu la maombi, nikajiunga na maombi yanaendelea na mimi naendelea na maombi, sielewi. Baadaye nakuja kuamka, tupo kwenye maombi ya vita. Najiuliza, kwani ilikuwaje? Sielewi. Kwa hiyo ukiweka ratiba na Mungu, anaweza hata akakusurutisha ufanye bila kujua. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo majambazi wale wakabomoa mlango. Wamebomoa mlango tu, wanaingia wakamkuta babu huyu hapa amekaa. Yes, amesikia sauti kwamba kakae mlangoni. Amekaa. Walivyoingia wako na bunduki, wako 6. Mmoja akampelekea bunduki kwenye sikio. Akamwekea bunduki kwenye sikio. Unafahamu shughuli ya kuwekewa bunduki kwenye sikio? Kama ni wanawake nyie. Naelewa wanawake walivyo. Kwanza mke wake tu alisema mimi tunahama hii nyumba. Kama unabaki baki mwenyewe. Wakamwekea bunduki kwenye sikio. Bunduki nyingine huku, nyingine huku, nyingine hapa, nyingine hapa. Sasa sikia kilichotokea. Ndio ujue Mungu wa ajabu. Si wametumwa wakamuue. Swali anaulizwa, haya, wewe dogo, baba yako yuko wapi? Gwajima yuko wapi? Hayupo. Atakuwa chumbani kwake. Chumbani hayupo, yuko wapi? Atakuwa kanisani. Tueleze mtoto, Gwajima yuko wapi? Mimi sijui kama kuna mtu amenielewa kilichotokea hapo. Hivi mnanielewa? Lakini wangapi wamejua kilichotokea? Alibadilika kuwa kwa maana yake wao wameenda kumuua mtu, Mungu amembadilisha, amekuwa nani? Amekuwa mtoto. Na kuna siku pia alikuwa kanisani hivyo hivyo. Mke wajiita sijui watu gani, wao wanajifanyaga wana hasira. Wakulia akamwendea na upanga kanisani. Wewe mke wangu saizi anitii kwa sababu ya wewe na Yesu wako. Eti akaenda kwenda kumkata. Yeye anajua amemkata kabisa, eti amemkata na anarudi kwa mke wake. Angalia nimeshamuua sasa huyo mchungaji wako. Anasikia maana kule mtu anahubiri, hakuna chochote kilichotokea. Kumbe alikata kitu kingine. Yaani Mungu anaweza akakuyeyusha akili, ukaenda kukata mgomba unahisi unakata mtu. Kwa sababu Mungu, mna Mungu ambaye anaweza kufanya chochote. Una Mungu ambaye huwezi kuibua chochote. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema jambo lolote baya halitonipata, labda Mungu aruhusu. Kwa nini
unaibiwa. Kwa nini unaibiwa kitu na kirudi? Kwa sababu unaamini kwamba unaweza ukaibiwa. Mimi simu yangu si ile ilichukuliwa, sivyo? Simu yangu si ilichukuliwa. Tumetoka kanisani, simu imebondoka kwenye bajaji, na simu ilikuwa imefunguliwa vizuri. Yule mtu akakaa na simu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Sasa mimi nilikuwa najua haijaibiwa, nijua labda iko ndani. Sasa mbona simu sioni? Kwa siku ya tatu ndo nagundua kwamba simu imefanyeje? Imeibiwa. Hivi mtu anakiokota simu kweli, mtu mwenye nia kukokotea simu anaweza kukaa nayo siku tatu ndio akupigie simu? Ilibidi afanyeje? Anipigie siku ile ile. Sasa mimi nimekaa siku tatu. Nilipogundua imeibiwa, nikasema kumbe ya simu imechukuliwa. Nikasema ninaamuru malaika, karudisheni hiyo simu yangu. Yaani hatutoelewana kabisa. Rudisheni hiyo simu yangu. Hazijapita dakika 5, simu inapigwa kutoka Moshi. Wanampigia mke wangu, halo, bwana, kuna nani? Kwanza kumbe yule mtu alikosa amani, akampigia dada yangu, tumeokota simu fulani huko. Sasa hatujui mwenye simu. Ndio dada yangu akawapa namba ya mke wangu, wakanimpigia, wakasema, bwana, tumeokota simu ya mume wako, mwambie aje achukue simu sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini niliamuru simu irudi? Kwa sababu ninaamini Mungu anaweza kuirudisha. Chochote usichoamini Mungu anaweza kukifanya, hakiwezi kufanyika. Nyie hamjajua nguvu iliyopo kwenye jina la Yesu. Na hisi wengi mnalitamkaga jina la Yesu kama kifungashio cha mandazi. Yaani mnaona kama ni kitu fulani, kajambo tu, kwa jina la Yesu kila roho. Hivi unajua nini maana ya jina Yesu? Hautokuja kuona matokeo ya hilo jina mpaka umejua uchungu wa hilo jina. Sijui nazungumza na mtu hapo. Kajifunze nini maana ya jina la Yesu. Kajifunze nguvu iliyopo kwenye jina ile. Hata siku ukianza kutamka kwenye maombi kwa jina Yesu, utakuwa unatamka kwa ujasiri, kwa sababu unajua ile jina limebeba nini. Hakuna jina lingine lenye nguvu zaidi ya hilo. Kwani ukiomba kwa jina la Isaya hapa utafunguliwa? Ukiomba kwa jina la Sharifu utafunguliwa? Ukiomba kwa jina la Mama Maria utafunguliwa? Kinachomfungua mtu ni jina la Yesu peke yake. Vingine hivyo vitakapo kufungua, hata ukiomba kwa jina lako, auombi kwa jina lako, utaomba tu mizimu au mashetani ndio yatakuja, yatajifanya kwamba ndio wanaokusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka uwe na imani ya ajabu. Hata itokee majambazi wameingia nyumbani kwako, unamwambia Mungu, nataka nipotee. Nakwambia ukiwa na imani hiyo, hata majambazi wakuvamie, unaweza ukapita ukutani hapa ukatokea upande wa pili. Hilo limewahi kutokea kwa mtumishi mmoja nilikuwa nawaambia yule, anaitwa Franki Kilawa. Waliwahi kwenda majambazi kwenda kumuua. Alipita wapi? Akatokea upande wa pili nje. Wewe baba, angalia tunauliwa. Sababu ya kuuliwa ni kwa sababu ulitangulizwa kwamba unaweza kuuliwa. Nataka nikwambie, chochote ukinyamaza na Mungu ananyamaza. Hata kuna mtu kwenye Biblia, si Stefano, amekamatwa eti ameacha, Mungu yupo. Nyie niteseni tu. Ni kweli, mawe yalishushwa. Kuna mtu mwingine ni nani yule, si Yakobo, amekamatwa akachinjwa. Usifikirie eti Mungu atashuka kutetee kama hujazungumza. Ukikutana na hali yoyote, mwambie Mungu, ingilia kati kwenye hili jambo. Wangapi wanafahamu historia ya Meshaki, Shadraka na Abednego kwenye Biblia? Walipochukuliwa wakaenda kuwekwa kwenye tanuri la nini? La moto. Hivi watu wa Mungu, mnafikiri tanuri la moto ni kitu kidogo? Ule moto maandiko yanasema walikuwa wameuchochea mara ngapi? Mara 7. Ina maana ni kama moto wa kuzimu. Wale watu wamechukuliwa hivyo kwa lengo kwamba watishiwe kwamba msimwabudu huyo Mungu. Wakasema sisi hatuwezi kuacha kumwabudu Mungu hata mtufanye nini. Kwa nini mna ujasiri? Wanasema Mungu tuliye naye tunamwamini, alafu hata kama asipotuokoa, kwanza wakusema hata kama asipotuokoa, wakasema tunaamini anaweza kufanyeje? Anaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, je, unaamini Mungu anaweza kukusaidia?
Mwambie unaamini Mungu anaweza kukuponya leo. Mwambie unaamini Mungu anaweza kukutoa umefunguliwa leo. Anasema naamini. Waliposema sisi hata mtuingize kwenye tanuri la moto, sisi tunaamini. Tunamwamini Mungu na tunamtegemea yeye na tunaamini atatuokoa. Ungekuwa wewe mbongo ninayekujua, ule moto ulikuwa mkali kiasi kwamba hata wale waliokuwa wanachochea ukiwaangukia hata kakipande nguo zote yani mpaka unaondoa nguo, moto ulivyokuwa mkali. Lakini watu wamekamatwa kwa sababu wanaamini Mungu. Nataka mtuunguze, hamna shida, tupelekeni. Wakawachukua wakawaingiza kwenye nini? Kwenye tanuri la moto. Kwa sababu ya ule ukili walioukili mwanzo, wakasema hata mtufanye mateso ya namna gani, Mungu hawezi kutuacha. Kwa sababu ya ule ukili walioufanya, kilichotokea ni nini? Walipoingizwa kwenye ule moto, walitegemea wataona watu wanaungulia na kuteketea. Wakaona ndo kwanza watu wanapiga stori, mambo vipi, lakini mambo yanaendaje? Mahali hapa pazuri sana. Kumbe walipokuwa wamewekwa nje, wao walijua ndo kulikuwa hewa. Kumbe wale watu walivyoingizwa kwenye moto ndo walianza kuipata hewa nzuri. Yaani wao walijua wanaingizwa kwenye joto, kumbe wakawekwa mahali penye IC wanapiga na story. Mambo yako vizuri bwana. Yaani hapa kuna hewa nzuri. Ndani ya moto watu wanapiga story. Alitokea mtu wa 4 akaingilia kati. Kwa nini alitokea mtu wa 4 akaingilia kati? Kwa sababu watu walikiri, wakasema hata sasa Mungu ni Ebeneza, anaweza katuokoa mahali hapa. Na mimi natamka katika jina Yesu, uwe na roho ya kukiri hata unapopitia magumu. Uwe na roho ya kumkiri Yesu hata unapopitia magumu. Uwe na roho ya kumkiri Mungu hata unapopitia magumu. Unapoona vitu haviendi, wewe sema tu Mungu ataniokoa. Unapoona mambo yamekwama, wewe sema tu Mungu atanitoa. Unapoona vitu haviendi kabisa, sema hapa leo nitatoka katika jina Yesu. Sijui kama kuna mtu anaamini, sema ninatoka. Sema ninatoka kwenye huu ugonjwa, ninatoka kwenye hii hali, ninatoka kwenye haya mateso, natoka kwenye hii tabu, natoka kwenye hii mikosi, natoka. Anayesema natoka, mshangilie Bwana. Watu wa Mungu, ni imani ya ajabu. Hebu just imagine tunatolewa mahali hapa, tunachukuliwa, tunapelekwa kwenye tanuri, ndo ninakaa naanza kupiga na jina story. Mambo vipi Abigail? Vipi, unaweza kuwa hata na 500 hapo nichukue maji hapa. Yaani ni kitu cha kawaida kwamba hakuna mateso yote tumeyapata. Nataka mtu mmoja Mungu ampe moyo wa kuchukuliana na moto unapokuja kwenye maisha yake. Moto tafsiri yake ni nini? Moto tafsiri yake ni majaribu pia. Moto tafsiri yake ni makwazo ambayo yamesogea kwenye maisha yako. Moto tafsiri yake ni vikwazo ambavyo vimekusogelea. Lakini kama hautauangalia moto ukamwangalia Mungu, atakuepusha na huo moto. Kama hautauangalia moto ukamwangalia tu Mungu, atakutoa kwenye huo moto. Kama hautauangalia hilo jaribu kwenye ndoa, hautauangalia hayo mateso kwenye nyumba, ukamwamini Mungu uliyembeba, nataka niseme unatoka hapo. Nataka niseme unatoka hapo. Kama kuna mtu anatoka, sema natoka hapo. Sema natoka hapo. Kwenye magonjwa natoka, kwenye dhiki natoka, kwenye umaskini natoka. Sema kwenye magonjwa natoka kwa jina la Yesu. Acha kuona moto. Acha kuona moto. Hii dunia huwezi ukafika mahali bila upite kwenye moto. Hata unayeniona pia nakwambia haya, ninaujua moto vizuri. Bado Mungu anaendelea kutupitisha kwenye nini? Kwenye moto. Halo. Hata siku ya leo hamtakiwa ibada humu ndani. Sisi tumeshapata eneo. Mungu alituambia tutengeneze bango, kuna mahali tunaenda, tumepata eneo. Huko nyuma kuna madhabahu. Vyombo vipo kabisa, drums, kila kitu. Tumefanya ibada ya Ijumaa, lakini shetani anajaribu kuniletea ule moto sasa, ili ajue kwamba mimi nitasema kuanzia leo Mungu sikutaki. Mungu gani usiyeweza kutetea? Sio mimi. Sio mimi. Mungu ninayemjua ni Mungu ambaye ananitetea. Mungu ninayemjua ni Mungu aliyenitoa mbali. Siwezi kugarikishwa kwa sababu ya hicho ninachokiona. Listen to me. Hakuna namna ya kuinuliwa hii dunia. Lazima upite kwenye moto. Ukitoka tu kwenye moto unakuwa mkuu. Unataka kuwa mkuu kwa vitu vya legelege, utakuwa shoga hapa mjini. Ukitaka vitu virahisi, kubali uwe shoga. Kubali ule vya watu wa kuharibu, basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukitaka Mungu akuinue kwa utukufu wake, kubali hatua. Kubali hatua. Na mimi nakutamkia Mungu akupe roho ya kukubali hatua katika jina la Yesu. Halo. Kubali hatua.
Wengine ambao mpo hapa mjaolewa, kubali hatua. Usikubali kupata janaume ambalo umekuta lina hela, utanyanyasika. Jitafute mwenyewe kwanza, jipiganie mwenyewe kwanza. Hata huyo mwanaume akija atakuheshimu. Hawezi kukuharibu kirahisi. Hawezi aanze kukutukana kirahisi wakati anajua alikuta unashika fedha. Lakini akikuta umekaa tu hivi unategemea yeye kila kitu, atakunyanyasa. Labda awe tu mtu ambaye ana Mungu sana, lakini hawa wanaume wa dawa la chips hawa watakusumbua. Sije kana nazungumza na mtu. Watakusumbua. Mwanaume unataka akulee na yeye anataka kulelewa. Si hao utakuta muda wote story na wanataka mashangazi. Mishangazi imekuwa mingi hapa da. Wanataka mishangazi. Watu ajabu sana. Yaani hili jiji lina kila aina ya uchafu. Mtu amekimbia, mzalisha binti wa watu mikoani huko, amemwachia watoto, anakimbia da. Halafu linasema mimi sijawahi kuwa na familia. Linakuja linakulubuni, linakuzalisha na wewe. Kumbe mnaunganisha familia ya watoto wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukubali kupita kwenye mchakato. Kuna wakati mwingine hata nikwambie tu kweli, mwana wa Mungu aliyeko hapa, mahusiano ukiyaendekeza yatakuumiza. Matokeo ya mahusiano yoyote ambayo sio sahihi, mwisho waga ni kilio. Sasa kwa nini ukubali kupita kwenye mchakato? Naongea hivi sio tu kama mtumishi, ila naongea hivi pia kama kiumbe cha kiume. Naombea hivi kama nini? Mwanaume. Naelewa tabia ya wanaume wengi walivyo. Naelewa tabia wanaume wengi walivyo. Ndio maana katika kitu mimi nawaambiaga watu, kwanza hutakiwi kumuoa mtu ambaye amekuzidi kipato, utalia. Wala hutakiwi kuolewa na mtu ambaye umemzidi kipato, hamtoishi kwa amani. Kwa hiyo lazima uolewe na mtu ambaye kuna namna anakuzidi. Hata kama wewe unatafuta, lakini kuna namna anakuzidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimzidi wewe mwanamke utamtawala tu. Mwanaume hawezi kufurukuta, ataongea nini? Ukikuta mwanaume anakuzidi kipato na bado unamtawala, basi labda umemloga. Lakini sio hivi. Hakuna mwanaume wa hivyo hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawake wengi wako vizuri. Sasa wangapi wametokea Tanga? Wewe umetokea Tanga? Wangapi wametokea Tanga? Wewe hiyo michezo ipo sana. Mwanaume akinani tu anapulizwa. Mwanaume unashangaa na kuwa mpole. Mke wangu vipi nifue? Vipi nikupikie? Yaani linakuwa lia usiboi lizuri kabisa. Kwa nini? Kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo lazima uolewe na mtu ambaye anakuzidi nini? Anakuzidi kipato. Halo. Sasa simaanishi sio kila mwanaume ambaye anapika kwamba amefanywa hivyo. Wengine wanafanya hivyo kwa sababu ya mapenzi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanafanya hivyo kwa sababu ya nini? Ya mapenzi. Lakini hao wanaume ni aina ya kina Yesu ambao wamebaki dunia hii, ambao wanakusaidia kupika na kutafuta. Unajua hizi system za malezi mimi nimeziangalia mkoani. Wangapi wametokea vijijini? Mikoani mara nyingi mimi mkoa niliotoka. Kwa mfano mimi kabila nilotoka ni marufuku mwanaume kuingia jikoni. Cha kwanza ni marufuku mwanaume kufanya kazi za kike. Kwa hiyo mwanaume kule mkoani nilikotoka, kazi yake labda ni kutafuta kuni, kufanya zile kazi ngumu. Wanawake nyumbani ni kupika na kufanya vitu gani? Hairuhusiwi. Ndio maana kuna kitu walishafanya mpaka kwenye mifugo. Wakikukuta umechukua ng'ombe wa kike umempeleka shamba, unashtakiwa, unafungwa. Wangapi wanaelewa hii sheria? Ushaikuta ng'ombe wa kike analima? Kwanza ni jambo la ajabu. Mpaka naweza nikatoa chozi. Sijajua kwa swala la punda. Punda huenda wote wanafanya kazi. Punda wa kike na wote. Umeona jinsi Mungu alivyoweka majukumu mpaka wanyama. Ukimchukua ng'ombe wa kike anayenyonyesha wakakuta analima shambani, unafungwa miaka 3 gerezani. Na ni ng'ombe wako, ni sheria kabisa ipo, unafungwa miaka 3, alipia na faini milioni 5. Yaani ng'ombe ukamlipia milioni 5 wakati ulimnunua wewe. Kosa ni nini? Umempeleka mahali pasipokuwa pake. Sasa kule vijijini, system hizo, familia nyingi ambazo wazazi hawaeleweki, baba mlevi, mama
Familia nyingi ambapo unakuta wazazi ni walevi, baba haeleweki, unakuta mama ndiye anayehenyeka kwa ajili ya watoto. Mama anapambana watoto wale, mama anapambana huyo mume wake ale, shambani ni yeye, mume wake kazi yake ni kufanya vikazi vidogo vidogo na kwenda baa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuta familia ya hivyo ilishakufa muda. Familia ambayo mwanaume anasubiri alishwe ilishakufa muda. Na kama una mwanaume hapo unamlisha wewe, kampe pole. Halo, kampe pole. Mpo wanawake mmekaa nyumba moja, tofauti tu ni kwamba kuna viungo tu mmetofautiana. Kwa hiyo mwanaume nature yake amewekewa roho ya kupenda nini? Kufanya kazi. Amewekewa roho ya kupenda kufanya kazi. Mwanaume kazi yake ni kupambana. Ndio maana kwenye bustani ya Edeni aliwekwa mwanaume kwanza, japo walizaliwa wote, waliumbwa wote. Alitangulizwa mwanaume ili aanze kufanya kazi. Umesikia mwanangu Genesis? Ukipata jichumba, swali la kwanza la kumuuliza mchumba, usimuulize kwa hiyo nataka kunioa, unaenda lini kwetu? Muulize una maono gani? Muulize una mipango gani? Ukitaka ujue mwanaume nilionaye ni kopo ama sio kopo, ukiniuliza una maono gani, nikaanza amna, mimi napambana tu, nauza mayai, lakini Mungu atatujaliaga mbele kwa mbele atakachotujalia. Yaani ukikuta mtu anasema atakachotujalia Mungu, mwanaume ni mara 10 ya kudanganye, lakini aeleze zile ndoto alizonazo. Unajua wanaume wengi mara nyingi wanapomjia mtu aongee ukweli. Wengine mpaka hapa mlidanganya, mpaka kuolewa ilikuwa mbinde, ulidanganyika kwamba nitakununulia kiwanja kwenye sayari nyingine, nitakupeleka Pluto. Sasa huo uongo ulishapitwa na wakati. Tuulizeni sisi wazee tuliosoma zamani ndio tumepitia hayo mambo. Kuandika barua huko, nishazichalanga sana. Barua hizi tulishazichalanga sana. Kipindi hicho hamna simu. Sio nyewe wa 2000 wengi hawajui. Kipindi hicho hamna simu. Nakumbuka kipindi hicho tuko shule. Tulikuwa shule ya msingi. Utotoni jamani, kuna mambo mengi. Tukajiunganisha wanaume kama 6, tukaandika barua, tunamwandikia mwanamke mmoja, alikuwa ni binti anaishi kwa mwalimu. Ni mdogo wake na mwalimu. Nakumbuka mpaka leo yule mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu Muna. Sasa ni watu ambao wana uchotala fulani. Kwa hiyo tukaandika barua kwa yule binti. Tulikuwa watu 4. Kwa hiyo wetu tunaandika, nakupenda sana, moyo wangu umezimika kwako, bila wewe siwezi kuishi. Wewe ni kama ua, bila nini nini, wewe ni pumzi ya uhai. Alafu tukaandika, wako mpendwa. Kuna kule mwishoni wanawekagaje hizi barua, nisha saa, wako mpendwa sijui nini na nini. Bye fulani mna nini, Gamalieli Mkailwa, Robert Louis, Julius Umela, William Mkapa, tukaweka zile nani. Tujakaa vizuri, eti tunasubiri jibu. Tukashangaa kengele inagongwa, ngenge. Leo kuna nini shuleni? Mbona kengele inagongwa mapema? Tumekimbia mzalini, wanafunzi wengi hivi. Mwalimu akasimama pale mbele. Leo tumewaita, kuna dharura. Nadhani kuna watu ambao wameshafikia wakati ambao wanatakiwa kawe na majukumu. Na hawa watu wameamua kuingia kwenye majukumu ya kuoa, wameamua kuwa na familia. Kwa hiyo wameamua kutangaza mapema ndoa yao huku shuleni. Tunataka tuwaite hao watu. Nilipoanza kusikia hivyo, afu walimu wengine wamezunguka, wanazungukia kule nyuma. Ukishaenda shuleni ukaona mwalimu anapita nyuma yenu, huwezi kutoroka. Tunaomba waje hapa mbele, wanajijua. Nikasema siendi. Mimi nilikuwa mbishi. Mimi nilikuwa nabisha mpaka kwenye ukweli. Yaani mwalimu anasema namba 1, ni mtu anipita nikiwa sijahesabu namba, nasikilizia namba 1, anasema kuliko niseme sijawahi namba, bora nichoropoke namba 1 na mtu ili tugombane naye hapo tataisha baadaye. Sijawahi namba na mwalimu anaita namba 1 nipo, namba 2 nipo. Natafuta labda hapa namuonea 6. Namba 6 nipo, na mimi nasema nipo. Tunaenda wote. Mwalimu si atatuita, atasema nyie vipi? Mwalimu mimi niliwahi na huyu akwepa, mimi mwenyewe nikwepo. Sasa ile mwalimu anasema nyie kaeni pembeni, nitashughulika na nyie. Namba 7, namba ngapi? Unakuta ambaye amewaweka pembeni haji kuwachapa sana, anahisi mliingiliana tu kwenye kuhesabu namba. Tulishaishi hayo maisha. Achana haya watoto wa 2018 hapo.
Hao ambao hawajui chochote wamezaliwa wanakuta game za simu. Sisi tumekuta ofisi kila kitu. Tumecheza huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sarakasi hizi cheza huko. Sasa tukasomewa barua pale bwana. Ikasomwa barua tukaitwa pale mbele. I say tulichapika. Kwa nini? Tumeandika barua kwa mpenzi. Watu 6 tutampenda mtu mmoja. Sasa huyo mtu wa hivyo anakuwa sio mwanaume. Mwanaume amewekewa nature ya kupenda kufanya nini? Kufanya kazi. Ndio maana mwanaume hata ukimwacha leo, ukiona umemwacha mwanaume anakung'ang'ania, sio mwanaume. Umemwacha mwanaume anakung'ang'ania, mama watoto, mimi bado nakuhitaji, sio mwanaume. Mimi nakwambia ukweli. Mwanaume mwingi ukimwachana naye anaendelea na maisha yake, na ili kukukomesha, wanaume tunapenda kukomesha kwamba anaenda kutafuta mzuri saidi yake. Ukiona mwanaume mmeachana eti amekaa kabisa single anasema nitavumilia mwenyewe, huyo nahisi kuna vitu viko sawa. Waswahili wa ndani watu tunasema huyu atakuwa mgumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa haiwezekani. Kwa wanaume wanapenda kufanya kazi. Nikutana dada mmoja kwenye grupu la maombi, kipindi kile tunaomba WhatsApp, anasema mimi ndo naye pambana nauza mkaa, mume wangu amekaa ndani. Alikuwa dereva, kwa kazi ya dereva ilivyoisha, naenda napambana kwenye mkaa, narudi tunamlisha. Anakula na anadai chakula kabisa, eti ana nguvu ya kusema niongezee chumvi kwenye mboga. Hajatafuta hata 100. Ni mwanaume huyo? Jamani, mimi naambia ukweli, kama una mume au una mwanaume hakuhudumii, siwezi nikashangaa kama unamchiti, wala siwezi nikashangaa sana. Kwa sababu gani? Wanawake wameumbwa kupenda vitu vizuri. Haya masuala ya kwenye ndoa yale kusema eti hapa tutapendana, nitapendana kwenye shida na raha, wakati wa ziki, wakati wa shida, ile wengi wanatamkaga tu, hamna anayependa shida. Ile wengi wanatamkaga tu, hamna anayependa shida. Wanaopenda shida ni wachache, yani eti wanaoweza kuzivumilia. Ila hata anayetamka pale huwa hapendi shida. Na wengi wanaume wameingia kwenye shida za ndoa kwa sababu walitanguliza kudanganya ukweli. Kuna kijana mmoja, sitomtaja jina, namfahamu. Anapenda anaenda mikoani, anadanganya mabinti wa watu. Anambia kule ndani na makampuni na biashara zangu, anamtolosha mke wa mtu kule. Anasafiri naye anakuja huku. Kuja huku kumbe anakaa kwenye chumba cha 25,000. Wewe ndo hujui kama hapa da kuna vyumba vya 25,000. Nitakupeleka Salasala. Vipo hivyo vyumba. Choo chenyewe unasimama hivi, yani kote kimesha toboka. Hakuna pa kuweka mguu. Maji hakuna. Maji mnaenda kuchota tena kwa kununua. Nyumba ya 16 huko. Kodi 25,000. Ndio hivyo vyumba ambavyo ukimulizia dalali anakwambia wewe njoo tu, kila kitu kiko sawa, vingine utafahamiana navyo huko. Ndio hizo nyumba ambazo unasikia mafuriko yakija hayana shida, yanapita. Dalali, ukisikia dalali anakwambia maji, kuhusu maji hamna shida, usijali, kimbia. Ukisikia dalali unataka kupanga chumba anakwambia maji hakuna shida. Maji hakuna shida. Sasa utakiwa ujiulize ni maji gani? Wengine wanasema maji hakuna shida, kumbe anakuhakikishia kwamba huku ni mto. Bwana Yesu asifiwe sana. Usihamie nyumba kwa kukurupuka usiku. Nishahamiaga nyumba kwa kukurupuka. Huko nyuma tunaingia tu pale, watu wanasema afadhali tupumzike, maana tumeonewa wengi, bora labda vitaanza kugawana majukumu. Yaani kumbe wale watu wa ile sehemu walikuwa wanateseka, kuna vitu mle ndani vinapiga watu. Kwa akafikia kwa sababu wamekuja hawa, tumekuwa watu kama 8. Kwa hiyo kama tulikuwa tunapigwa kila baada ya siku 4, kila baada ya siku 4 tunapigwa, maana yake tutaongezewa kwamba si ameongezeka mmoja, kwa hiyo tutakuwa tunapigwa kila baada ya siku 5. Wakajua hivyo. Tulivyoingia maana vile vitu vilikimbia. Siwezi niingie nyumba yenye mashetani pabaki mashetani. Na mimi sitaki uingie nyumba yoyote yenye mashetani pabaki mashetani. Nyumba yoyote utakayoingia ngoja nikwambie ukweli. Ni heri ugombane na mwenye nyumba. Ni heri uhame kila kukicha. Unaniona hapa tulipo hapa. Tuna wiki sijui 2 sijui 1.
tumetoka Bunju tumekaa siku moja. Ushaisikia kuhama kwa siku moja? Sisi tumehama, tumetoka sawasawa, tumekaa siku hii, kesho mwenye nyumba anasema siwataki kuwaona. Haina shida, lakini kwenye swala la kuwa na mashetani siwezi kukubaliana nayo. Ni heri maisha yangu yote niishi kwa kuhama, lakini sio nikae eti niseme bana kama havikuhusu ni kuviacha tu. Havikuhusu. Utakaje nyumba yenye mashetani? Unasema havikuhusu. Unajui kama nyumba unaokaa unashindwa kuongeza hata kijiko kwa sababu ya manyumba ambayo mnaishi. Unapambana, unaishia kupata kodi, na kodi unaipata mwishoni. Yaani wakati unaelekea kumpa mwenye nyumba ndo unapoipata, na haiwi imekamilika, unaazima na mahali unaongezea. Sio wewe. Unafikiri ni maisha hayo? Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema nyumba ninayokaa kama ina vitu vya ajabu, nikirudi nyumbani nikute vimetibuka, nikute vimetibuka. Kama kuna wadudu, natuma mto ukawasombe sombe, ukawasombe sombe. Sema niwakute mlangoni wamekufa, wamekauka, wamekaushwa kwa jina la Yesu. Imekuwa hiyo. Kuna mtu anajiuliza, mtumishi anaongea nini? Ngapi hapa tushaomba maombi yao wanakuta mdudu amekauka? Ukisema imekuwa. Ukisema eti natuma mto wa maji, kuna siku tuliomba tukasema tunatuma mto wa nini? Wa maji. Ukasombe vitu vyote kwenye nyumba. Watu walikuta vitu vya ajabu vimekufa. Wengine wanakuta ilizi. Hajawahi kuiona ilizi, kumbe ipo katikati ya godoro. Kwa kila kilalaga usiku anasikia vichomi. Yaani maisha yanateseka hapa da. Kumbe kuna ilizi inapumua mle kwenye godoro. Kama kuna ilizi, nataka ukaione leo katika jina la Yesu. Unaweza kuwa uko ndani unafikiri wote wale ni panya. Wengine sio panya. Wewe panya gani anakuja unapita na kuangalia hivi? Panya gani anajua kuangalia kabisa? Panya mpaka anakope yeye kana kuangalia hivi kabisa. Ni muda wa kula, unashangaa mjusi anapita Watu wa Mungu, kuna vitu vya ajabu kwenye manyumba ya watu nyie. Hebu ngoja nifanye tukio la ajabu. Wangapi kwao wana mijusi? Tena wewe mpaka una mieupe ile inapita Ukishapika tu chakula kizuri, naona mijusi mieupe inaangalia hivi. Hivi kweli jamani? Hivi ni sawa? Na mnafikiria ni wanyama wa kawaida? Sio kuitoa. Ile sio mijusi. Juzi tumetoka hapa, tunataka kwenda kuanza ibada. Ndege wamemtuma ndege wa chai, amejichanganya, amefika huko, amechanganyikiwa akili. Ndege tumemkuta hapa amekaa, anachanganyikiwa akili, hajui anaenda wapi. Nikamwambia wewe vipi? Haelewi. Kumbe sio amepofushwa. Chochote cha kichawi kikiingia ndani mwako kipofushwe macho. Wakimtuma kunguru apofuke macho. Utamkuta kabisa analia mpaka umwambie ayaondoka. Ukimwambia ondoka anaondoka. Yule ndege nilivyosema ondoka, akaondoka. Alikuwa amechanganyikiwa, anaangukia kwenye vyombo, anafanya hivi. Hivi vitu ni kweli? Wewe una mijusi mpaka ina macho makubwa kabisa inakuangalia hivi. Mijusi gani? Mpaka mtu unapovaa mijusi inakuchungulia, kwa hiyo inajua mpaka nguo unazovaa. Sio mijusi. Ngoja muone kitu cha ajabu kitakachotokea. Hebu sema kwa jina la Yesu. Simama. Simama tufanye kitu cha ajabu. Kuna watu mtaenda kukuta mijusi, mtapiga simu ili mjue wale sio mijusi. Sema kwa jina la Yesu. Sema ninaamuru kuanzia sasa hivi ile mijusi, wadudu, ilizi, uchawi kwenye chumba ninachoishi, kwenye chumba ninachokaa, kwenye nyumba ninayokaa, sema kuanzia sasa hivi natuma radi, natuma umeme, natuma shoti, natuma moto. Sema ninaviamuru vikaushwe na nguvu ya Mungu, na nikifika nyumbani nikute vimekufa, nikute vimekufa, nikute vimekufa. Sema kama kuna panya nikute amekufa, kama kuna jongoo nikute amekufa, kama kuna mjusi nikute amekufa. Sema wafe, sema wafe kwa jina la Yesu. Kaa chini. Hiyo imekuwa. Kuna watu mtakuta mijusi imekufa. Na watu utakuta damu. Ukifungua mlango utaona damu. Utakuta damu imejaa, hauelewi damu imetoka wapi.
sijui niongee Kinigeria ndipo mtanielewa. What I'm telling you, is it true? You guys, is it true? Everything I'm saying is true. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo ni kweli. Umesikia mama nani? Wale sio panya. Wale sio panya. Unalala hivi unashangaa juu ya dali, unashangaa vitu. Nasema kuna panya wengi huko, sio panya. Sio panya. Mimi nikiingia nyumba yenye uchawi huwa siwezi kulizika mpaka nipurumushe chochote kilichopo. Vitu vikiharibika mimi kwangu ndo naona la. Yaani kifupi mimi napenda vita. Kama mmeshindwa vita zote kakusanye leta. Mimi napenda vita. Labda wenzenu mliumba wakati wa amani, mnapenda amani. Poleni. Mwenzenu napenda vita. Sio wadudu wa kawaida. Kipindi kile tumeomba vile, Evelite wa Arusha akatoa shuhuda. Tena ni mlokole kabisa huyo. Anasema sisi kwetu mama anapata hasara dukani kila siku. Tumenunua energy, tumeziweka ndani dukani, kila siku energy zinaisha. Zinaisha kivipi? Panya wamemaliza energy. Panya wakawa wanaenda kuchukua zile energy za take away, wanakunywa kila siku. Nikamwambia hao ni panya. Sasa tutafanyeje? Tulivyoomba yale maombi, nikatuma malaika. Hebu sema ninamtuma malaika. Akafanya usakuzi, akafanya upelelezi kwenye chumba ninacholala. Chochote kile kilichokuwa kimejificha kikasogezwe karibu, nikione, nikikute, kama ni ilizi niikute. Tulivyotuma malaika kule, kilichotokea nadhani mnakumbuka. Walikuta panya wamekufa. Sasa wewe ndio utajua hao ni panya gani wanaopigwa na maombi. Hivi kweli panya anaweza kupigwa na maombi akafa? Panya anaweza akanywa energy? Panya alikuwa anakunywa energy, tena kwa wiki anakunywa 3. Hujapata hasara dukani kwa sababu energy moja ikiondoka kwenye dazani hesabu imepungua. Wakinywa energy, wengine wanakunywa zile juice. Kwa panya wengine wanakunywa energy. Ndio dada yangu alikuwa anapigia siku moja simu, ananiambia kule panya wanamaliza maji. Wao hawanywi hata maji ya mle dukani, wanakunywa maji ya kisimani kufanya maji ya dukani iwe biashara. Lakini panya anakunywa maji ya dukani, hataki ya kisimani. Wakichukua ile mikate, anaenda anakula huku juu na huku chini ili ukose pa kuchukua. Kwa anakuwa anaitoboa katikati. Anaitoboa. Sio panya wa kawaida. Mnanisikia vizuri? Kilichotokea ni nini? Huyo Evelite alivyomfungua akakuta damu zimejaa mle dukani. Damu zimejaa, akakuta ndege anazunguka mle dukani amechanganyikiwa. Analia kama mtoto. Anazunguka. Baada ya pale ndipo vile vitu viliondoka. Kuna wakati sio kwa sababu tu unasali kanisa la kilokole. Sijui ni kanisa gani. Maana kuna makanisa mengine wanajifanya wako kiroho sana. Ukiwa na Yesu hakuna haja ya kuomba, kila kitu kiko sawa. Unaweza kusali kanisa na ukawa na Yesu ukafa ni kipofu na bado anaendelea kukufariji. Halo, sali kanisa ambalo linajua vitu, linaweza likakusaidia baadhi ya vitu vifufuke. Na kila uliyeko hapa niseme Mungu atafufua vitu vyako leo. Sizalau kanisa lingine, lakini Mungu ataenda kufufua vitu vyako leo. Ni ombi langu ya kwamba utakaporudi kuna matokeo yapate. Na mtu atakuta kitu kwenye maji. Sio ni jaba, kuna kitu utakuta kimekaa kwenye maji, ni kama kina manyoya. Sijui kimeingiaje. Kachukua yale maji uyamwage. Utakuta kitu kwenye maji. Utapiga simu. Naomba upige picha kabisa. Kama una simu, azima hiyo simu, piga picha. Na sio mara ya kwanza kitu kikaa kwenye maji. Waga unakutaga vitu kwenye maji. Vinakuwa kama si vimefanyaje, si vimejifia. Utakuta kitu kwenye maji. Au ndio inavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mateso, adui anatuma wanyama wanakuwa hivi. Panya ninayemjua mimi ambaye sio wa kichawi ni ule panya ambaye ni mharibifu. Wale panya wa kwetu huko kijijini. Ukilala usiku, umekula ugali hujanawa mikono, wanakuja. Wakija wanaangalia mkono, waangalia mazingira.
wanakuja kwenye mkono, wanatafuta sehemu yenye nyama, anaanza kung'ata, anakula nyama yako. Ukianza kutikisika hivi anakupuliza. Panya anajua kabisa kwamba huyu mtu ili asiamke, asije akanishtukia, nampiga dozi. Wewe unafikiri madaktari tu ndio wanajua kutibu kwamba ili wakupige ganzi usiamke? Panya anakula mguu, anakula mkono, ukianza kutikisika anapuliza. Kale kaubaridi unakosikia si maumivu muda wewe uyasikii. Ukitulia tena anarudi tena, anaanza kula alipoishia. Ndio panya nao wajua mimi, wanakula. Wangapi walishawahi kulala bila kunawa utotoni? Usitufiche bwana, ni wewe hapa. Ulishaliwa sawa na panya. Wengine mpaka wanakula hadi miguu. Sasa katikati ya panya hao anaweza katuma panya wa kichawi kwa namna hiyo hiyo, wewe ukajua ni panya wa kawaida. Anaweza katuma chui wa kichawi kule ziwani kule Tanganyika, nadhani Tanganyika sio Tanganyika. Kuna kipindi fulani watu walikuwa wanakufa na kwamba eti mamba amemla anafanyia, lakini sio mamba wa kawaida. Ni mamba wa kichawi wanatumwa kabisa. Anakutageti wewe mpaka ufe. Kule kwetu kulikuwa mtindo fisi. Kuna kipindi fulani fisi wanakuja kijijini, wanaanza kula nini? Wanakula ng'ombe. Sasa fisi mmoja akawa anapita, akiingia kwenye zizi, anaangalia ng'ombe, anakula matako ya ng'ombe. Chukua matako, anaondoka. Anaenda kwenye zizi la mbuzi, anakata vichwa, anakata mikia. Kwa mnaamka asubuhi mnakuta kondoo hawana mikia. Amekula mikia, amekula makalio ya ng'ombe, amewaacha. Watu wa Mungu, sio fisi wa kawaida. Kijijini unakuta kipindi hicho mbwa analia sana. Wangapi wanaelewa hivi vitu kama kwao vilikuwa vinatokea? Usijifanye ujui, haya mambo yapo. Halo, haya mambo yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Genesis unataka kutuambia wewe hujawahi kuliwa na panya, kwamba wewe ulikuwa unanawa sana. Wangapi walikuwa? Mimi nakumbuka nilikuwa mtoto, mimi nilikuwa vizuri sana. Nilikuwa vizuri sana watu wa Mungu. Kwenye kula, nilikuwa sina utani. Kwa hiyo mimi kuliko nilale bila kula, nikiona nasinzia naenda kukaa pale pale ndipo wanapika. Kwetu sisi hamna sheria mwanaume hataki kushika jikoni. Lakini nikiwa na njaa, dada yangu anapopika pale pale nakaa hapo hapo. Kwa hiyo bora usingizi unikute, najua atakapoanza kula nitasikia harufu ya mboga, nitaamka. Kwetu tulikuwa hatuna kawaida ya kuamshana. Ukisha lala lako limeisha. Eti siku amka ukale. Hilo alilokuwa analifanya hivyo ni mama. Mama ndo mwenye huruma, lakini familia waliozaliwa wengi nadhani mnanielewa. Kama mmezaliwa wengi, wakikusaidia sana, watakuita jina lako mara moja. Evenlight, abe, umeshiba? Ukisikia neno umeshiba, basi kimbia ukale. Bongo hawakwambii njoo ule. Wanakuuliza umeshiba? Jamani, kwani mnajui haya maisha au mnaona kama naongea tu? Wewe Maria umeshiba? Ukisikia umeshiba nakimbia. Kwa tushaisha hayo maisha. Tushaisha hayo maisha, msinione hivi. Kila mtu utoto wake hapa amepita. Mimi ni yule ambaye kule kwetu akija mgeni wanamchinjia kuku. Alafu sisi kila siku tunakula mboga ya kawaida. Fanya akija mgeni ninaenda mbele ya wageni pale pale. Nakaa naanza kusifia nyama nzuri. Nyama ya kuku hiyo wakati tunakula hapa kwetu. Mgeni anajikuta anaanza kuona aibu. Anashangaa, njoo uchukue. Anakwambia njoo uchukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ndo wale watoto ambao tulikuwa tunakaa mbele ya wageni tunawasifia ili tule nyama. Lakini baba akikupiga jicho hivi, ujue baadaye mgeni akiondoka utaimba haleluya. Lakini hilo lilikuwa linipunguzii credit, ndio nilikuwa naongeza zaidi kusifia wageni. Haiwezekani mimi atuli nyama alafu akija mgeni mnapika nyama nzuri. Kule jikoni wanatuachia miguu na vichwa. Wazazi bana, wazazi wa vijijini Mungu awasamehe sana. Mimi naomba kama kuna mzazi huko hivi na tabia hiyo, ukiona wageni ndio unapika chakula kizuri, afu kwa watoto wako upikagi chakula kizuri, acha. Ukiona wageni ndio unawatandikia kitanda vizuri, watoto wako wakiwepo, nguo zilizofuliwa mwaka jana ziko zimerundikana kitandani. Yaani watoto hata hangaiki mashuka, wakifika tu wanajichomeka kwenye nguo. Kuna watu wameishi maisha hayo. Yaani umekuwa mchafu kiasi kwamba
Paka uvivu wa kutoa nguo kitandani uwezi. Yaani ukiona una kiwango cha kwamba hata kutandika shuka uwezi huko hapa. Wewe unahitaji ndoa. Kwanza unahitaji kwanza ujioe ujirekebishe. Umeshabulizwa. Makopo uliokunywa juisi, si vitu gani viko hapo kitandani. Unasema bwana, mimi kwa kweli nasikia uvivu. Mungu akubadilishe kwa jina la Yesu. Wewe unaweza ukaniambia, wewe unaweza ukasema si niko mwenyewe. Sikia nikwambie. Ukijiona huko mwenyewe ndio unafanya vitu vya ajabu hivyo. Ujue hata ukiwa na mume wako huwezi kutulia. Huwezi kuwa msafi. Mpaka ubadilike ukiwa mwenyewe ndio ujue hata ubadilika ukiwa na watu. Nadhani hatujui tabia zenu. Ukiona wageni, masufuria yale uliopikia, labda una masufuria mengi, mengine ulipikia ugali juzi nini na nini, unaona uvivu pia. Unaweka kwenye ufungu huko, unatandika shuka linafunika hadi chini. Mgeni akija anaona nyumba imedokilia, kumbe hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akufanye kuwa msafi kwa jina la Yesu. Nategemea kuanzia leo ukifika nyumbani, hata wale buibui wanaokunyakunya uzi wewe unaangaliaga tu, kuanzia leo utaanza kusafisha. Sikia, kama tunasema ndio gereji ya kiroho, hata hii ni gereji pia. Msifikirie mimi nawaponya kwa namna ya ajabu ajabu. Hata hii ni gereji pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa usiswambie sisi ipo. Sisi tumehamia juzi, hatuelewi. Humu hamna uzi wa buibui. Kuna watu mmekaa nyumba za kupanga, buibui wanakunya uzi na washajua ufanyi kitu, ndio wanauongeza. Wanakunya uzi, wanaweka kamba zao. Wewe hauna hata shida. Huna hata shida. Unakuta umejaza nani, mende wamejaa ndani, unasema ni vitu vya kawaida. Sio kawaida. Hivyo vitu vingine vimebeba roho za uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mijusi. Nazungumza na Stella, mijusi. Kwako sijui kwa nini kuna mijusi weupe. Sijui wanakuja kufanya nini. Na wana macho makubwa. Ukipata tu hela ukapata nini na nini, wanakuja wanaanza kuangalia hivi. Yaani eti mjusi kabisa anajua kukupiga jicho linakoenda na unakoishia. Ukienda pembeni anageuka na wewe. Ukichukua ufagio anaangalia, je, unataka kumtupia au la? Huyo sio mjusi. Ni watu wanakaa ndani ya mijusi. Nyie hamjajuaga vitu vya ajabu. Unaweza kumelala usiku hivi unaota paka yuko nje, kama kuna paka nje. Ukiamka ukamkuta yule paka, mpige. Utashangaa kesho jirani analalamika, mama fulani amefiatuka kiuno. Kumbe paka uliyempiga teke jirani. Mjusi uliyempiga mkia, unashangaa mzee wa watu analalamika. Unashangaa. Wewe fuatilia siku zote hata hapa tukitoka kwenye maombi haya, mtu atakaye kupigia simu kwenu anakujulia hali, kuwa naye makini. Mara nyingi wanaokupigia simu kukujulia hali uliwapiga kwenye maombi. Kwa hiyo anakujulia hali kwa sababu dawa ya kupona lazima umtafute aliyekufiatua. Kwa hiyo ukimpigia unamwambia, shangazi, za siku nzuri, unaendeleaje? Mwanangu, mimi naumwa kahoma huku. Kahoma, pole sana. Asante mwanangu. Ukimwambia tu hivyo tu, ile homa inaisha. Kwa makini, kuna vingine vinavyokupigia simu umevifyatua. Akikupigia unakata, aendelee kuteseka. Nataka tuwafiatue leo waendelee kuteseka kwa jina Yesu. Wao si walikutesa sana, wao si walikugalikisha sana. Nataka tuwafiatue leo wasiwepo wa kupona kwa jina Yesu. Wewe jifanya upo kiroho sana. Haya mambo yako kiroho. Mimi nilikuja huu mtaa nikasikia kwamba kuna mtu anasumbua watu, kwamba uwezi kulala, si utafanyaje? Nilimfanya kitu cha ajabu. Naona pale kwenye cheleani kuna sindano pale. Nikaichukua, nikamwambia bwana, nikachukua lile kopo la mafuta, nikamwambia yule mtu namweka yaani huyo mtu ndio hili kopo. Nikachukua sindano nikaichoma pembeni. Nikamwambia kuanzia leo asiwe na kichomi kinachoishi. Manake huyo mtu ataanza kulalamika tu kichomi. Yaani sielewi sisi naumwa nini, akienda hospitali akiishi. Wachome vichomi au adui zako. Usiwaonee huruma. Achana maswali kusema sijui waombea adui mabaya sijui vitu gani. Biblia inasema ombeeni adui zenu. Kwa hiyo ijawaambia hata muombea mabaya ni maombi pia. Eti adui ajui alitendalo. Mchawi ajui kama alikuja kukuwekea kisukari, ajui.
Hebu naomba nimalizie tu, tuingie kwenye maombi, tumalizie gereji. Tulikuwa na gereji kwanza ya kupluni vitu, gereji ya usafi, gereji ya mijusi. Leo mtaona vitu vya ajabu. Leo mtaona vitu vya ajabu. Kama una kitu chochote kwenye tumbo, sijui una uvimbe, utapasuka live. Utapasuka live. Siku moja nilikuwa naongea hivyo, kuna binti mmoja sio amekuja tangu 2018 hazai, haelewi shida nini. Kumbe ana uvimbe wa kichawi. Ulipasuka live. Yeye amekaa kwenye maombi tu anasema akishangaa. Bora nasikia kama kuna vitu vinachilizika, kuangalia hivi chini damu imejaa. Uvimbe umepasuka. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema uvimbe wote ulioko ndani yangu, sema leo pasuka. Leo pasuka. Sema haijalishi ni wa kichawi au wa kawaida. Sema chochote kilichowekwa ndani yangu leo kinapasuliwa. Nini maana ya gereji? Gereji si sehemu ya marekebisho. Basi nataka nikurekebishe leo. Nataka nikurekebishe leo katika jina la Yesu. Sasa nimalizie. Unajua wabongo usipowachanganyia na kitu ambako wanakajua, wanachoka mapema. Wengi washasinzia hapa. Wao inabidi waambie vitu pia ambavyo vijua ili akili. Wewe kafundishe shuleni, kafundisha wanafunzi hapo muda wote kwamba uko serious. Is this minus this plus this is equal to this. Walimu wa hesabu, katika walimu nilikuwa nawachukia ni walimu wa hesabu. Na unakuta mwalimu wa hesabu huyo akija labda kile kipindi ambacho kuna mwalimu anatakiwa afate afu inaelekea pumziko, yule mwalimu asije alafu kuna pumziko, anakwambia hakuna mtu kwenda kupumzika, tunaendelea. Nilikuwa naonya, nasema Mungu, hivi huyu mtu natamani hata ningekuwa mchawi nimloge pale pale aanze kujisikia anaumwa. Walimu wa hesabu walikuwa nakwaza. Kwa nini? Ukiwa busy sana kufundisha tu mtu anachoka akiwa anasikia, ila ukimchanganyia pia na hadithi na nini, wabongo wanapenda. Unakuta mtu anatoa meno yote, anakumbuka zamani alikotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimalizie kwa kusema kitu kimoja. Kumbe gereji za kiroho zipo. Sema zipo. Kama vile magari yanavyoweza kutengenezwa, na hata mtu pia anaweza kutengenezwa. Hata wewe ni gari la Mungu, wewe ni chombo cha Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawa na itirafu. Mtu yoyote aliyetengenezwa au kitu chochote kilichotengenezwa kinaweza kuwa na itirafu. Uliyetengenezwa na Mungu unaweza kuwa na itirafu. Ndio maana mwanadamu kuna wakati anaumwa. Ndio maana unaweza kupata shida fulani. Ulikuja unasema sijui sikio lilikuwa alisikii vizuri, ni itirafu ulikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji gereji ya kiroho kuweza kukurudishia vitu vyako, kuweza kukutengenezea uweze kusikia, kuweza kurudisha honi siweze kusikia. Yoyote uliyeko hapa, nataka niite mvua ya gereji usiku wa leo, jioni ya leo. Nataka niite mvua ya gereji ikakurekebishia vitu vyako. Ulikuja ni mgonjwa, ulikuja chochote kicho sawa, nasema leo lazima kiwe sawa katika jina Yesu. Nasema leo lazima kiwe sawa katika jina Yesu. Vifungo vya ndoa, vifungo vya uchumi, vifungo vya kazi, chochote ambacho unaona vimeharibika, umetumia nguvu nyingi, nataka baada ya kuanzia leo ukaguse tu vitu na vianze kutokea. Ukaguse tu vitu vianze kukupa matokeo. Kwa kazini kwako wateja wakamiminika isivyokuwa kawaida katika jina Yesu. Sijui nazungumza na mtu hapa. Kila gereji, kila chochote ambacho kimewekewa maboza. Gereji maana yake ni kuenda kurekebisha vitu ambavyo vimeharibiwa sehemu. Na wewe lazima kuna sehemu kuna vitu vimeharibika. Ukisoma Yeremia 18 mstari wa 1 hadi wa 6, inasema hili ndio neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana na kusema, ondoka ushuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nitashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile kilikuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi akafinyizia tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vyema yule mfinyanzi. Na mimi kama ninavyoona vyema leo, nataka na wewe uone vyema. Tukafinyange vitu ambavyo vilishaharibiwa, tukafinyange vitu ambavyo vilishaharibiwa, tukafinyange nyota ambazo zilishaharibiwa, tukafinyange kazi ambazo zilishaharibiwa, tukafinyange ndoa ambayo ilishaharibiwa, tukafinyange afya ambayo ilishaharibiwa, tukafinyange afya ambayo ilishaharibiwa, tukakurudishia hivyo vitu. Nasema vinaenda kurudi katika jina la Yesu. Nasema vinaenda kurudi katika jina la Yesu. Maandiko yanasema hivi, Mungu uniumbie moyo safi,
uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Kitendo cha kusikia Mungu uniumbie, hiyo ni Zaburi 51:10. Uniumbie ina maana kumbe pamoja na kwamba Mungu alishakuumba upo duniani, unahitaji kuumbwa tena vitu fulani, unahitaji kutengenezwa tena vitu fulani. Haya, Mungu nataka akurudishie vitu ambavyo vimeharibiwa. Kama kuna mtu sio ananiamini hapa aseme amen yenye nguvu. Nataka leo Mungu akurudishie vitu vyako, akurudishie afya yako, akurudishie uzao wako, akurudishie mume wako, akurudishie kazi yako. Kuna mtu ana mume asiyeeleweka, leo Mungu akamfanya aeleweke katika jina Yesu. Leo Mungu akamfanya aeleweke katika jina Yesu. Kuna mtu mwenye mwanaume ambaye hajali watoto, hajali familia yake. Kuanzia baada ya maombi haya, Mungu anaenda kurejesha jambo jipya. Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako katika jina Yesu. Nimalizie kwa kusema Isaya 64:8. Isaya 64:8 inasema, lakini sasa Bwana, wewe baba yetu, sisi tu udongo na wewe mfinyanzi wetu, na sisi sote tu kazi ya mikono yako. Chochote kilichotengenezwa na mtu kinaweza kikarekebishwa na mtu huyo. Sikia, tunapoenda kuomba sasa hivi hapa, sio kwamba maombi ninayoomba au tunayoomba ni sisi tunayatenda. Ninaenda kumuita Baba, ninaenda kumuita Mungu akafinyange juu ya hiyo afya yako, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba wewe, kwa sababu yeye ndiye aliyekufinyanga wewe, kwa sababu yeye ndiye aliyekuanzisha wewe. Nataka huyo aliyekutengeneza arudi tena aweze kufanya repairment juu ya vitu vyako, afanye repairment juu ya uchumba, afanye repairment juu ya kazi, afanye repairment juu ya vitu vyako katika jina Yesu. Utashangaa vitu vya ajabu. Kuna watu ndoa zenu zilishaharibiwa. Unaishi kwenye ndoa lakini sio ndoa tena. Mwanaume anakutamkia vitu vya ajabu. Anakwambia kwani ukimwambia sijui mimi nitaondoka kwetu, anakwambia mbona unachelewa? Kumbe yeye kwake sio shida kuondoka. Anaona unachelewa kuondoka. Kwa nini? Ulishaharibiwa kitu chako. Ukimwambia sijui hivi tutaachana, anakwambia mbona uamui? Kumbe anakusubiri wewe uamue. Nataka hiyo ndoa yako irekebike. Yoyote ambaye uliwekewa kifungo, kila mwanaume anapotaka kuja kukuoa aliye sahihi, unaletewa mashetani wanakujia. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, sema kila kilichoharibiwa. Sema kila kilichoharibiwa, ninaomba unirekebishe. Ninaomba ukirekebishe. Ninaomba ukirekebishe. Kila mmoja simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Andaa sadaka yako kabisa. Shika sadaka yako kononi, wape bahasha. Toa sadaka yako kabisa hivi tutakapomaliza maombi tu tumemaliza. Watu wanataka waondoke. Azoka kaparahas. Kamilika, sijui ufanyavyo. Nyosha mikono yako juu. Sijui utendavyo, sijui utendavyo. Hebu paza hiyo sauti yako. Kile nachojua umeamlisha vinakamilika. Sijui ufanyavyo, sijui ufanya. Mwambie
Mwambie Bwana, sijui utendavyo, sijui utendavyo. Kile nachojua, umeamrisha vinakamili. Sijui ufanyavyo, sijui siwasikii hizo sauti zenu, siwasikii mkipaza mbele za Bwana. Sijui utendavyo, kile nachojua, umeamrisha vinakamilika. Unaweza yote, unaweza yote, unafanya yote, unafanya yote. Kile nachojua, umeamrisha vinakamilika. Sijui utendavyo, sijui utendavyo. Mwambie Bwana, sijui ufanyavyo, sijui ufanyavyo. Kile nachojua, umeamrisha vinakamilika. Sijui ufanyavyo, sijui ufanyavyo. Mwambie Bwana, sijui utendavyo, sijui utendavyo. Ninachojua, umeamrisha vinakamilika. Unaweza ukapita kusanya hizo sadaka. Ukikusanya sadaka yako, nyosha tu mikono juu. Kama kunaweza kuwa, nisaidie chumvi. Kuna kitu Mungu ananionyesha hapa. Nisaidie chumvi. Mungu, kuna watu wataka kuwafutia roho ya mapoza hapa. Ile nachojua, umeamrisha vinakamilika. Nyosha tu mikono yako juu. Kuna watu Mungu anataka kuwatolea mapoza. Kile nachojua, umeamrisha vinakamilika. Nyosha mikono yako, nyosha mikono yako. Kuna kitu kinafanyika sasa. Baba, naibariki sadaka ya mtu huyu, kila aliyekutolea. Sasa ninaomba operation yako ifanyike kwa ajili ya kuwasaidia watoto wako Bwana. Ifanyike kwa ajili ya kuwasaidia watoto wako. Fumba macho yako. Funga macho yako. Kuna kitu Bwana akutendee. Mungu anaambia ameshatenda tayari, lakini kuna vitu anataka kumalizia juu ya watu. Umelia vya kutosha. Usifadhaike, unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu muumba vyote. Alikia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kanambia ewe mwana, usilie tena. Alikia rohoni
atazitatua. Bila mimi ni mtu bure, anajua shida zako, leo atazitatua. Bila Yesu ni mtu bure. Aradede boshata labaha tikaji, wewe ni uzima katika maji, ni maji ya uzima katika mwa, wewe mlima katika muti, ni muti wa uzima. Bila wewe mimi siwe, bila wewe mimi siwe, bila wewe mimi siwezi, bila wewe mimi, mwambie Yesu, bila wewe mimi siwezi. Sema tena, bila wewe mimi si, bila wewe, bila wewe mimi, bila wewe, bila wewe mimi, Yesu, bila wewe, bila wewe mimi si, Yesu, bila wewe mimi, bila wewe mimi, bila wewe mimi siwezi, bila wewe mimi siwezi, bila wewe mimi siwezi, bila wewe mimi siwezi. Sema katika jina la Yesu. Hiyo sio sauti, sema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Sema kila kilichoharibika kwenye maisha yangu, ninaomba unirejeshe. Sema kila kilichoharibika kwenye ndoa yangu, kwenye kazi yangu, kwenye afya yangu, ninaomba unirejeshe, ninaomba unirejeshe. Sema ninaalika geleji ya kiroho. Sema ninaalika geleji ya mbinguni ishuke sasa kwa ajili ya kunitengenezea vile vitu vyangu, kwa ajili ya kutengeneza maisha yangu, kwa ajili ya kutengeneza afya yangu, kwa ajili ya kutengeneza maisha yangu, kwa jina la Yesu. Sema geleji njoo, sema geleji njoo, sema geleji ya malaika njoo, sema geleji ya Roho Mtakatifu njoo, sema geleji ya mbinguni njoo, kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu, nyamaza kimya. Baba, 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 ninakualika uje sasa. Watu hawa ni watu walioibiwa, ni watu waliofichwa, waliofukiwa kwenye mashimo. Hapana arejeshaye. Mungu, ninakualika sasa uje mwenyewe kwa ajili ya kuwasaidia watu hawa. Yes, nguvu ya Mungu imeanza kushuka. Kuna watu utasikia mikono inatetemeka, kuna watu utasikia uso unaanza kuwasha. Nguvu ya Mungu imeanza kuwatembelea watu mmoja mmoja, imeanza kuwatembelea. Yes, yes, hakikisha umenyosha mikono yako juu. Ndio, 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 ndio. Nguvu ya Mungu, kuna mikono imeanza kufunguliwa saa hii. Baba, aliyechukuliwa mikono yake iliyoharibiwa vitu. Yes, kuna mtu amehifadhiwa kwa waganga wa kienyeji. Nguvu ya Mungu inamtoa hapo, inamtoa hapo kwenye makaburi, inamtoa hapo kwenye makaburi, kaburi la bibi, kaburi la bibi, kaburi la bibi, kaburi la bibi, kaburi
kutoa hapo, na kutoa hapo, na kutoa hapo, na kutoa hapo, na kutoa hapo. Wewe uliyemchanja chale mgongoni, uliyemchanja chale kwenye viungo vya uzazi, kila mwanaume anayetembea naye anamkifu tangu siku hiyo hiyo, na kutoa hapo. Wewe uliyemchanja chale kwenye kitofu, uliyemchanja chale kwenye kitofu, leo hautovumilia, leo hautovumilia. Malaika wa Mungu, nataka mtu huyo atolewe hapo. Huyo aliyechanjwa, huyo aliyechanjwa miguuni, aliyechanjwa miguuni, aliyechanjwa utosini, aliyechanjwa kichani, aliyechanjwa tumboni, aliyechanjwa shingoni, aliyechanjwa kwenye matiti, aliyechanjwa kwenye matiti. Haya, nikamatia hayo majini, kamata hayo majini, kamata hayo majini, kamata hayo majini. Wewe uliyemchanja kwenye vidole, kamata, mlete hapa, mlete hapa, kamata, 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 kamata. Kila aliyechanjwa, kila aliyechanjwa, 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 mstiri mtu huyo, kila aliyechanjwa, kila aliyechanjwa, kila aliyechanjwa. Naamuru hizo chale zianze kuwaka moto, naamuru hizo chale zianze kuwaka moto, hizo chale za waganga, hizo chale za wachawi zianze kuwaka moto, zianze kuwaka moto, zianze kuwaka moto, zianze kuwaka moto, zianze kuwaka moto. Naamuru hizo chale zianze kuwaka moto. Kila mwenye chale hapa, kila mwenye chale zianze kuwaka moto. Hautovumilia, nasema hautovumilia, hautovumilia. Hizo chale zianze kuwaka moto, zianze kuwaka moto, kuanzia kichwani mpaka miguuni. Naita moto, haya 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 moto. Naita moto, naita moto. Kila chale, kila chale, kila majini yanayoishi ndani yako, kila majini yaliyogeuza utu wako, kila majini yanayogeuza maisha yako, moto, 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 moto. Shataparatabaha rikabadias rebedimokopradia karabadia hante. Haya, ninaamuru achilieni maisha yake, ninakuamuru wewe, achilia maisha yake. Wewe mama, achilia maisha mtu huyo, achilia maisha mtu huyo. Mwache apate fedha, mwache afanye kazi, mwache apate fedha, mwache afanye kazi. Wache wawe na amani, waishi pamoja, wache wapate amani, wache wapate fedha. Yes. Haya, ninaamuru kila chale ambazo zimekaa ndani yako, zinakuchelewesha, zinakuchelewesha, zimefunga miguu, zimefunga hatua. Moto upite sasa, 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 moto upite sasa. Kila chale, moto upite sasa. Haya, miguu hii ifunguliwe sasa. Achia miguu yake, achia hatua zake, achia miguu yake, achia hatua zake, achia miguu yake, achia, achia miguu yake. Nasema achia. Wewe mchawi, na kupiga kwa Mungu, achia miguu